Simba jana ilikuwa ina wachezaji kama 5 wapya na Hans ulivutiwa na jinsi ambavyo mwalimu alianza. Kwa nini alianza na wachezaji wengi wapya? Kwa nini asingeanza na wachezaji ambao moja kwa moja ambao hata yeye mwenyewe alianza nao waliokuta ndani ya timu? Kwanza kitu cha kwanza ambacho kimenivutia ni Simba kurudi kwenye winning ways. Unajua baada ya kwenda mechi 6 wakiwa na ushindi wa mechi moja kwenye mashindano, tunasema mechi za mashindano, haikuwa nzuri. Mpira wa Tanzania unogi bila Simba bora. Hiyo lazima tuiweke wazi. Then mwalimu alihitaji kuwa na hao wachezaji wapya, kwa maana ya sura mpya ambazo zinaweza kuleta utofauti. Na unaweza ukaona wale wachezaji wapya jinsi ambavyo walichanganyikana na wale waliokuepo. Kulikuwa kuna hali ya upambanaji, kulikuwa kuna hali ya kujituma kwamba hii ni Simba mpya. Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa wamefubaa kwa maana ya kina Morris Abraham nao walionekana kuamka na kuanza kupambana. I think jana man of the show alikuwa ni Libase Gueye. Moja kati ya usajili mzuri sana ambao Simba wameufanya. Na always huwa nazungumza kwamba tumia pesa nyingi upate quality. Yani Simba kutumia $3.5 tunazungumza zaidi ya milioni 800 kumpata huyu jamaa ambaye alikuwa anaelekea USM Alger. Haikuwa kazi nyepesi. Yani ilibidi watoe pesa nyingi ili kupata mchezaji ambaye ana quality. Anda wote tunaweza tukaona. Always nimekuwa nazungumza, tusitegemee magoli zaidi kutoka kwa number 9. Magoli yanatakiwa pia kutoka pembeni. Na sasa hivi tunasema mawinga hawatakiwi kucheza kizamani zaidi kama wale tunaita orthodox. Watu wanaishi pembeni, akina Antonio Mosquera Valencia, wao ni cross kimbia mpaka kibendera cha kona cross. Hapana, tumetoka huko. Tunahitaji wewe ni winga. Unakwenda kupokea mpira kwenye zoni ya 15, ukifika una cut in, unaingia ndani. Ndio kitu ambacho Libase Gueye jana alikuwa anakifanya. Tazama movement zake. Of course ata drop mpaka mstari wa katikati, ata receive mali, and then ata drive. Wakati beki anahisi anaelekea kwenye kibendera cha kona, yeye ana cut in. And then akisha cut in na mguu wake wa kushoto, basi ana huo uwezo wa kukevu, ana huo uwezo wa kupass, ana huo uwezo wa kutengeneza penalty. Unaweza ukatazama hata goli lenyewe jinsi ambavyo limefungwa. Kwa sababu tunasema ukiwa ni winga wa kulia, basi hakikisha mguu wako wa kushoto unafanya kazi vizuri. Libasi ukimtazama mguu wake wa kushoto unashabaha kweli. Alichokifanya, amepokea mpira and then amescan nafasi, amemchanganya beki, nafasi imetokea mbele yake, amekeve. Kipa hakuwa na chance yoyote ya kuweza kusave goli la namna ile, kwa sababu kulikuwa kuna accuracy ya hali ya juu sana. And then penalty yenyewe alotengeneza, tutakuja kuzungumza ni penalty sio penalty, lakini movement yake ya kumwadaa beki mpaka anapeleka ule mguu, lazima uwe unajua kweli. And then napenda jinsi ambavyo ana change kasi. He has a great change of pace. Kuna muda ana slow tempo, ana link up na wenzake, kuna muda anakimbia kwa kasi. So inakuwa ni ngumu kwa defenders kuweza kudeal naye. Kinachohitajika sasa hivi ni consistency, mwendelezo. Kwa sababu tayari alishatuonesha kwenye mechi 2 yeye ni mchezaji wa namna gani, na wale ambao walishuhudia CHAN wanajua Libase Gueye ni mchezaji wa namna gani. Mpaka anahitajika Messi ya Ufaransa means kuna quality ndani yake. Kinachohitajika ni consistency, kwa sababu wachezaji wengi wamekuwa wanakuja Simba wakiwa na quality, baada ya miezi 2 wanapotea. Sasa sijui wanakutana na mishangazi ya Sinza, I don't know, lakini ni changamoto ambayo imekuwa inawakuta kiukweli. Alafu kiukweli mishangazi inaonewa bure tu, kwa sababu unajua Sinza pia yale mambo haukatazwi kushiriki. Ila unashiriki vipi? Unashiriki vipi hilo moja, alafu pia baada ya kushiriki unafanya nini? Maana unakuta kuna mchezaji yeye anachelewa kulala. Yani unakuta kaenda kwenye pilika za mishangazi, alafu ukienda kwenye pilika za mishangazi alafu una muda wa kulala 8 hours, hakuna shida. Lakini kama kwenda kwa mishangazi kuna kupunguzia muda wa kulala, urikave ili ufanye mazoezi na kuperform, hiyo hasa ni shida nyingine. Samani kidogo. Kwa nini unajua nimezungumza hivi Jeff? Mimi juzi nimesafiri na Yanga. Kuna jamaa mmoja aliniambia, of course nilikuwa namuuliza kwa nini hao wachezaji wapi ambao wamesajiliwa kwenye dirisha kubwa wameonekana kuflop na wakati walikuwa wazuri. Akaniambia miongoni mwa hao wachezaji alisajiliwa akakaa hotelini, wanawake wengi DM,
Alikuwa anabadilisha leo, kesho kutwa. Umeona? Akija uwanjani, nitataka nizungumze kauli aliyoniambia. Akaniambia uroto haupo. Uroto? Of course, na nimemnukuu kwa jinsi alivyosema. Sio maneno yake, amenukuu. Nimenukuu. You understand? Kwa hiyo akija uwanjani hawezi tena kuperform kwa jinsi ambavyo inahitajika. Uroto kama sikosei ni ile fluid ambayo iko kwenye joints. Kwa hiyo hicho kitu unaruhusiwa kufanya, lakini unafanya kwa namna gani? Na baada ya hapo unapumzika kiasi gani? Okay, sawa. Hilo tumelijadili kwa uzuri. Kwa hiyo lazima mtu ujiangalie pia afya yako, usipitilize mambo, pia usipigi sana, yani nenda mdogo. Sawa. Ndio, umeshanielewa. Sawa Rich Kiza, kuwa mtaratibu Rich Kiza, usiende kasi sana. Nakumbuka moja kati ya mchezaji ambaye tulimjadili hapa Kamanda Jeffrey kwa kina zaidi na kwa undani zaidi ni Nixon Kibabage, na maneno alizungumzwa mengi sana, wengi wakibainisha kwamba Simba ni anguko, anakwenda kumsajili Kibabage, mchezaji ambaye hana hadhi pengine ya kucheza Simba Wekundu wa Msimbazi. Hatimaye Kibabage, kwa mechi mbili hizi umeng'amua nini kutoka kwako Kamanda Jeffrey? Kuna kitu nimekiona, na mimi tofauti na wengi, yes I'm impressed, lakini bado nahitaji kuona zaidi. Standard aliyoiweka Zimbwe kwenye ile nafasi ni standard kubwa sana, ambayo kwa mechi mbili tu hizi ambazo Kibabage ametwanga bado hajaweza. Of course ni mwanzo mzuri, good start, kwa sababu angekuwa ameanza vibaya tungeweza pia kusema kwamba bana hebu wapewe muda, lakini Mkai Zimbwe unajua katwanga kwenye ile nafasi karibu miaka 10 ujue. Watu wanakuja wanaondoka wanamwacha, watu wanakuja wanaondoka wanamwacha. Zimbwe ni mmoja kati ya wachezaji ambao nadhani katika misimu ambayo amewahi kucheza karibu nusu ya hiyo misimu alikuwa anacheza mechi zote. Mechi zote, yani anatwanga mechi zote, yani yumo mechi za ligi, mechi za kimataifa, za kirafiki yumo. Kuna wakati performance zinakuwa sio nzuri, kwa mfano kuna wakati aliwahi kupikwa na huyu winga huyu Travis Mutiaba kwenye mechi ya timu ya taifa. Kuna wakati hata huyu Anisete Aura huyu alimpika kwenye mechi na ASEC. Lakini hizo disappointments zote zinapita. Kitu constant ni availability yake na performance yake, kwa maana upatikanaji wake. Yes, kwa hiyo Kibabage mimi nahitaji kuona zaidi. Yes, ni mwanzo mzuri, lakini bado nahitaji kuona zaidi. I was impressed na eneo moja, anapandisha timu vizuri, anapiga pasi vizuri. Maana unajua fullback sio ukienda tu unapiga cross hata kama mtu hajafika. Lakini kama ambavyo nina shida na mafullback wengi wanaocheza hapa nchini, jana kwenye mechi ya jana specifically crossing ya Kibabage haikuniridhisha sana, lakini ndio hivyo tunasema kwamba ni mechi ya pili, huwezi kumlaumu, ni kitu ambacho kita improve with time. Kwa nini imekuwa rahisi kwenda kuichukua namba ambayo alikuwepo mchezaji ambaye anacheza katika ile nafasi kwa maana ya Mligo, lakini mwalimu Steve Barker amemwamini moja kwa moja? Hii inamaanisha hivi? Kwangu mimi sidhani kama ameichukua hiyo namba. Bado anapambana. Bado anapambana na mapambano, na mimi nachotamani kuona kutoka kwa wachezaji hao wawili ni kupeana changamoto ambayo itatufanya tuwe na wachezaji wawili bora kwenye ile nafasi. Maana yake sometimes pia unajua the way mchezaji anavyotumika kwenye timu inaweza kutengeneza mazingira ya mchezaji mwingine kwenye nafasi ile naye kuperform ama kudumaa. Kwa mfano availability ya Zimbwe ilikuwa inasababisha unakuta kama hivi ambavyo nimetoka kusema kwamba anacheza mechi zote kwenye msimu. That means kwamba wewe mchezaji mwingine ulisajiliwa kwenye ile nafasi utaflop by default tu kwa sababu uchezi. Sawa? Na ndio maana kuna wachezaji kama Valentin Ouma, perhaps Valentin Ouma Simba wangekomaa kwamba abaki, leo hii ndio tungekuwa tunamzungumzia yeye namna hiyo, kwa sababu ana kipaji na ana skill set bora pengine kuliko hata Zimbwe. Lakini alikuwa achezi, na hiyo kutocheza ikampunguzia baadhi ya vitu na kumsababisha akaomba yeye mwenyewe kuondoka. Kwa hiyo mimi ambacho natamani kuona kocha akiwapa wote equal opportunities za kucheza
na kuonyesha uwezo wao, na sio katika mazingira ambayo yatamsaidia mmoja alafu yatamkwamisha mwingine, kwa sababu hii sio nafasi kama ya goalkeeping. Ni nafasi ambayo wewe kocha unaweza ukapiga hesabu zako kwamba bwana, hizi mechi mbili hapa atacheza Kibabage kumpumzisha Mligo aje kucheza mechi ya tatu ambayo ni mechi ya kimataifa. Kwa hiyo I think there's a right way ya kuwatumia wote ambavyo kila mmoja anaweza akafaidika na akanufaika na tukapata, kwa sababu wote hawa ni national team players ambao tunawahitaji.